Nataka tu nisimame sasa kwa ajili ya kuombea mahitaji mbalimbali kutokana na jinsi ambavyo tumeweza kuwakilishiwa. Kuna watu ambao wana changamoto za ndoa, tutakwenda kuomba kwa ajili yao. Lakini nataka tu kusema tutakwenda kuomba pia kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo ni pamoja na hawa watoto ambao wanasoma na ambao wana changamoto pia za fedha. Nitakwenda kuomba na ninaamini kabisa Roho Mtakatifu atakwenda kupita na atakwenda kufanya kitu cha tofauti kabisa katika jina la Yesu. Yes. Basi nitakwenda kusimama na ninaamini kabisa Roho Mtakatifu atakwenda kupita na atafanya kitu kabisa cha tofauti kwenye familia mbalimbali. Nitaomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako. Ninakubariki, ninakutukuza nikisema wewe ni Bwana. Ninaamini kabisa unaweza na hujashindwa katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninakuja mbele zako, ninaleta familia za watoto wako mahali popote pale ambapo wanaotusikiliza online katika jina la Yesu Kristo. Ninajua wana mahitaji mbalimbali na wanataka wakuone wewe ukiwapigania na kuwatetea kwenye maeneo mbalimbali. Ninaleta familia mbalimbali ambazo wamewakilisha mahitaji yao, wamewakilisha zile haja za mioyo yao, ikiwa ni pamoja na familia zao kuweza kujengeka katika misingi ya kukujua wewe, ziweze kujengeka katika misingi ya upendo. Tunajua na kutambua kabisa katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwenye kile kitabu cha Yohana ile 3:16, kwa maana jinsi uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao pekee afe kwa ajili yetu. Nami ninaamini kabisa jioni ya leo kutana na ile familia ya Yesu. Ninaomba ukaingilie kati. Naomba ukaingilie kati familia hii katika jina la Yesu Kristo, ambaye imefarakana katika ndoa. Mume akaondoka na mume akaondoka. Ninaomba ukahusike na hii familia ikajengwe tena katika jina la Yesu Kristo. Yesu ukaingia kwenye hii familia, tengeneza hii familia. Neno lako linasema kwenye ile kitabu cha Luka, ile Luka 1:17, Yohana akasema kwamba akazungumza akasema kwamba ninatengeneza njia kwa ajili ya Yesu Kristo. Nami naamini jioni ya leo upo Yesu kwa ajili ya kutengeneza hii familia. Naomba ukatengeneze hii familia katika jina la Yesu. Ninakataa roho za mafarakano kwenye hii ndoa. Ninakataa roho za kutengana katika jina la Yesu Kristo. Yes. Baba, ninaomba ukaingilie kati kwenye familia hii. Dio. Ninaomba Yesu kasimame kati katika jina la Yesu. Dio. Na kuleta upatanishi kwenye kile kitabu cha Mathayo ile 5:9. Umesema heri walio wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Dio. Yesu ni mpatanishi wa kweli. Ninaomba ukaingilie kati kwenye hii ndoa. Huyu dada ambaye amemwacha mume wake na huyu mume ambaye amemwacha mke wake, naomba ukaingilie tena katika jina la Yesu Kristo, na kataro ya mafarakano katikati yao. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Mathayo 13 ule 15:13, kila pando lisilopandwa na wewe litang'olewa. Na ng'oa pando la mafarakano katika jina la Yesu. Toka pando la mafarakano na magomvi katika jina la Yesu. Ninaachilia neema yako ikapite Yesu. Ndoa hii ikajengwe katika jina la Yesu. Ninaleta watoto wa shule, watoto ambao hawana akili. Yesu, neno lako ninaamini unaweza. Kwenye Timotheo wa 2:7, neno lako linasema utatupa akili katika mambo yote. Ninaomba ukawape watoto akili katika mambo yote. Yes. Katika masomo yetu wanaofundishwa darasani, naomba ukawape akili katika jina la Yesu. Neno lako linasema kwenye Zaburi 119 ule mstari wa 99, Daudi akasema nina akili kuliko wakufunzi wote. Baba, ninaomba ukawape watoto akili kuliko wakufunzi wote. Ninaomba ukaingilie kati katika jina la Yesu. Ninaomba ukasimame katika jina la Yesu. Asante kwa sababu unakwenda kufanya katika jina la Yesu. Ninawaleta Bwana majira haya na wakati huu. Neema yako ikapite Bwana. Ninaomba uponyaji mfalme ukapite kwa Lucy na wengine wote. Baba, kwa Lucy pamoja na Brian, Mungu kwenye hii familia. Ninakusihi Yesu ukapite. Neno lako linasema kwenye kile kitabu katika jina la Yesu Kristo cha Mathayo 9:35, ulipita mijini na vijijini ukiponya magonjwa yote na madhaifu yote. Ninaomba ukapita na kuponya familia hii. Na kataa roho za magonjwa, na kemea roho za magonjwa
toka, achia familia hii. Naamuru roho za magonjwa toka, roho za madhaifu ondoka. Baba, natangaza uzima. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Yohana 10:10 ile B, Yesu ulikuja waona uzima tele. Natangaza uzima kwenye familia hii, natangaza uponyaji kwenye familia hii. Magonjwa yatakuwa fungu lao tena katika jina la Yesu. Baba, nashuka mbele zako. Neno lako linasema Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa huyo ambaye anahitaji kazi. Neno lako linasema Bwana kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:8, utabariki kazi ya mikono yetu. Baba, angalia huyo ambaye anahitaji kazi, anahitaji kazi ili uweze kubariki kazi ya mikono yake. Baba, ninakusimpe kazi. Mpe kazi Bwana, fungua milango ya kazi katika jina la Yesu, ili kuweze kubariki mikono yake, ili uweze kubariki kazi ya mikono yake. Baba, ninakusimfungulia milango kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unajua njia yake, unajua mahali pake. Kwenye kile kitabu cha Ayubu 28:23, neno lake linasema unajua njia yake, unajua mahali pake. Baba, unajua mahali hiyo kazi ilipo, unajua njia ambayo ataipitia apate hiyo kazi. Ninaomba ukampatie katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakusihi ukatende sawa sawa na wema wako. Ninawaleta pia Baba wagonjwa wote mahali popote walipo, wanaotusikiliza online, mahali popote walipo mahospitalini. Baba, ninaomba ukawaponye, naomba ukawape uzima, naomba ukawape afya njema katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa na nguvu za giza, ninawafungua kwa jina la Yesu. Wenye mapepo, nakemea mapepo yawaachie katika jina la Yesu Kristo. Wenye mahitaji mbalimbali Bwana, wanaohitaji fedha, fungua milango ya uchumi katika jina la Yesu. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Hagai 2:8, fedha na dhahabu ni mali yako, kawapatie fedha katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakumbuke watu wako wenye mahitaji mbalimbali, ukawatendee. Baba, ninatangaza wema wako na fadhili zako. Kumbuka taifa la Kenya Baba, ukalibariki. Achilia amani ndani ya taifa hili Bwana, achilia amani kwa viongozi wa nchi, achilia amani kwa watumishi wako Baba. Bariki taifa hili, bariki mataifa mbalimbali Baba, endelea kudhihirika katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya Light and Life. Endelea kuinua Baba, kutana na mahitaji ya Life and Light. Nenda kafanye sawa na wema wako na fadhili zako. Ikumbuke Kericho Mungu Baba, na watumishi wako walioko Kericho na changamoto wanazozipitia katika huduma zao Baba, ninaomba ukawabariki. Fungua milango ya mahitaji yao siku kwa siku, riziki za siku kwa siku. Watendee mema Bwana. Ninaitakia amani Kericho, ninaitakia furaha Kericho, ninaitakia mema Baba. Achilia mema ndani ya anga hili la Kericho, achilia mema Baba kwa wasikilizaji ambao wanatusikiliza na wale ambao wako online. Kakutane na haja zao Bwana. Kwenye kitabu cha Wafilipi 4:19 umesema utatujaziliza kila tunachokihitaji. Kutana na watu wako Bwana, ukawajibu, ukawape haja za mioyo yao. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amina. Amen. Amina. Amina. Mpendwa msikilizaji, ndipo tunafikia tamati ya kipindi cha Sauti ya Matumaini. Uwe na imani kama vile mchungaji ametuombea kwamba imetendeka, na wewe ambaye amekuongoza katika ombi la kumpokea Yesu Kristo umeokoka. Hata kama inaonekana kwa nje hakuna kitu kimetendeka, lakini kwa ndani katika roho yako kipo kitu kimetendeka, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ubarikiwe sana. Napenda tu mchungaji aweze kutuaga na vile vile kukaribishe kanisani kwao, maeneo ambayo wanapatikana katika mji wetu wa Kericho. Na endapo utahitaji kuzungumza na yeye, pia atakupatia nambari ya simu, mpigie simu, wasiliana, mzungumzie pamoja. Mchungaji, karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Nataka tu kukaribisha tuweze kushiriki pamoja, lakini kama una changamoto ambazo unapitia za aina mbalimbali, wewe ambao uko online, nataka tukusema unaweza ukanitafuta na nataka tukusema namba 0711443628. Nitarudia tena 0711443628.
Kanisa ni Grace Church House, tuko pale Nyagacho Stairs, na tuko chini ya uangalizi wa Reverend Thomas Kiprop pamoja na Pastor Monica, na ninaamini kabisa ukija utanipata na mimi hapo Pastor Ebeneza. Tunapenda kukaribisha kwenye ibada zetu. Ibada zetu zinaanza saa 3 asubuhi, zinaisha saa 6:30. Karibu tuweze kushiriki pamoja, na ninaamini kabisa Roho Mtakatifu atakwenda kukuhudumia. Asante sana. Amen. Asante sana mchungaji, ubarikiwe, na tunakukaribisha tena juma lijalo. Mungu akubariki. Amina. Amina. Msikilizaji, niamini kwamba umebarikiwa na umesaidiwa. Basi hapo ndio tunakamilishia usiku wa leo. Ni kwenye Radio Light and Life 107.3 FM, na tunafikia mwisho wa kipindi cha Sauti ya Matumaini. Mungu akubariki, endelea kusikiliza, nitakuwa nikirejea, na baadaye pia tuna kipindi kingine ambacho kitakuwa kinakujia hewani, na kuna mengi tu ambayo mimi na wewe tutazidi kuhusishana usiku wa leo kabla tuende tupumzike. Neema na baraka za Mungu zizidi kukuzingira usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Amina. Asante. Barikiwe sana.